Wangapi huwa mnatarajia ahadi za Bwana? Mnatarajia ahadi za Bwana, si ndio? Wangapi mnamtarajia Mungu awatendee jambo? Alright. Kama unatarajia, kuna kitu kinaitwa ufanye nini wakati unangoja ahadi za Bwana. Ukisoma kwenye maandiko, Korinto wa pili ile sura ya 1 mstari wa 20, maandiko yanasema, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni nini? Tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Hallelujah. Kwa hiyo every promise of God in Christ Jesus is yes and amen. Kwa hiyo ahadi yoyote Mungu aliyoitoa katika neno lake ni ndio na ni amin. Kwenye maandiko, wanatheolojia wanasema Biblia ina zaidi ya ahadi 7,000 promises. Wengine wanasema ahadi ziko zaidi ya 8,000. Kwa nini 7,000? Kwa nini 8,000? Utaona ya kwamba kuna tofauti, si ndio? Utofauti wake upo hapa. Inategemea na waliotafsiri ahadi wametafsiri vipi. Haleluya. Kwa hiyo kiujumla tunaweza tukasema Biblia imejaa ahadi nyingi sana. Ahadi za afya, ahadi za uzima, ahadi za kwenda mbinguni, ahadi za kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ahadi za uponyaji, ahadi za baraka. Bwana asifiwe. Kwa kuna ahadi nyingi sana Mungu ametupatia kwenye neno lake. Kwa ili kuweza kupokea ahadi, unahitaji kuwa na kitu kinaitwa taraja. Taraja kwa Kiingereza ni hope. Lakini taraja inatengeneza kitu kinaitwa imani. Bwana asifiwe. Ndio maana Waebrania inasema ile sura ya 11 mstari wa 1 kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe. Kwa utagundua neno taraja limetajwa. Biblia Kiingereza inayataja vizuri kwa sababu inataja neno hope, inataja faith. Kwamba now faith is the evidence of things hoped for, the substance of the unseen. Kwamba faith is the evidence of things you hope for. Kwa hiyo ndani yako lazima uwe na taraja. Haleluya. Taraja ni, tunasema ni strong conviction concerning the future, kwamba kuna vitu vizuri vitakuja kibiblia. Unaposema una hope, unatarajia ya kwamba siku moja utaenda kuketi pamoja na Baba au utaishi pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo taraja kibiblia ni kitu ambacho ndani yako kinakuwa ni uhakika. Yani ni uhakika, is a strong conviction, uhakika wa nguvu ya kwamba kuna mema yatanijia. Nitoe mfano. Mimi ninafanya discipleship na viongozi wa hapa. Kwa kuwa nafanya nao discipleship, wananifahamu huenda kwa undani kidogo kuliko washirika wengine. Nikisema leo ninatoa ahadi ya kumpa Hospitius simu, ngambia Hospi, nitakupa simu. Haleluya. Nimesikia ndani yangu ni kubariki na nini? Na simu. Mama Joela hayupo. Hospitius anaenda nyumbani, anamwambia mkewe kwamba pastor ameniambia ananipa nini? Simu. Si ndio? Hospi anasubiri Jumatatu, kimya. Jumanne kimya. Jumatano kimya. Mama Joela anamuuliza, ulimsikia vizuri pastor alisema nini? Amekuahidi nini? Simu. Si ndio? Anaweza akamuuliza. Akamwambia ameniahidi. Alafu labda baada ya wiki ndio ninakuja kumpatia. Nikuulize swali. Sasa nakuuliza kithiolojia.
Hospia alipata simu lini? Siku niliyomwahidi ama siku niliyomletea baada ya wiki? Siku gani? Niliyomwahidi au siku niliyompatia? Kuna watu wanajua sasa nimemwamini Bwana, sasa ile ahadi yake sasa ni siku gani? Sasa ni ile. Nikuibie jibu. Hospia alipokea simu siku niliyomwahidi, ndio siku ambayo simu amepokea. Haleluya. Ila udhihirisho umekuja siku ambayo, kwa mfano namwambia Ayubu, nataka nikubariki na gari. Haleluya. Hospia anasema sasa mfano ule sasa pasta singenipa mimi sasa. Mbona mimi simu alafu? Haleluya. Kumbe mimi namwahidi gari, tuko na mke wangu tunafanya nini? Inaitwa nini ile? Service. Si ndio? Ayubu anasubiri. Si tunatafuta hela tufanye service ili tumpe gari. Hii amen ya Ayubu mbona kama ni iko very personal. Hii yenyewe wanafanya service. Hallelujah. All right. My point ni hii. Hospi, nikikuambia kwamba ninakuletea simu, wewe moyoni wako unaamini ya kwamba pastor ananipa au una mashaka? Kwa nini? Unamfahamu Masanyiwa, si ndio? Unamfahamu pastor jinsi alivyo, kwamba pastor akisema atafanyaje? Atatimiza. If Hospi can trust a man kwa sababu ya integrity yangu, kwamba nikimwahidi siwezi kumwahidi tu, lazima nitimize. How about God? Bwana asifiwe. Tatizo la watu wengi, tumepokea ahadi kutoka kwa Mungu. Changamoto ipo kwenye kipindi cha kusubiri ahadi idhihirike. Ndio tatizo liko hapo. Bwana asifiwe. Mgeukie jirani yako mwambie, unasubiri ahadi ya Bwana? Nitakupa vitu vichache vya kukusaidia wakati tunakwenda kuhitimisha. Haleluya. Vitu vichache vya kufanyaje? Vya kukusaidia. Jambo la kwanza, fuata maelekezo ya mwisho ya Bwana. Kwa lugha nyingine, neno la mwisho alilokupa Bwana ni lipi? Ndio ulifuate. Wakati wa kipindi cha ufanye nini? Wakati wa kusubiri ahadi za Bwana, jambo la kwanza, fuata nini? Maelekezo ya. Nitakupeleka kwenye adventure ya neno na leo utafurahi sana. Nenda kwenye kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Nitaisema hii story, lakini nataka pia uende ukaisome nyumbani, ila nitakuonyesha maandiko. Haleluya. Kwa sababu nataka uweze kuanza kusoma Biblia mwenyewe. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 kuna mtu mmoja anaitwa Nuhu. Sema Nuhu. Sura ya 6 mstari wa 13, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Hili andiko najua hujawahi kulisoma. Kama umeshawahi kulisoma na kukumbusha tena. Dunia imeharibiwa na Mungu kipindi cha Nuhu kwa sababu imejaa nini? Sema dhuluma. Wao unamchukulia poa Mungu. Kazi kudhulumu tu watu. Unakopa pesa za watu kanisani ulipi. Bwana asifiwe. Haya. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Sikiliza maelekezo anayosema sasa kwa Nuhu, si ndio? Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Na huko unaendelea tena 15, anawaambia hivi ndivyo utakavyoifanya.
Sawa? Anamwambia iwe labda kipimo chake kiwe hivi, upana uwe hivi, mikono mingapi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anampa maelekezo ya namna ya kuifanya. Sema anampa maelekezo. Haya, Nuhu amepewa maelekezo na Mungu kwamba dunia inakwenda kuharibiwa. Alafu kisha baada ya hapo maandiko yanatuonyesha kwamba ukiendelea kusoma mbele, Mungu anakuja kuzungumza naye wiki moja kabla ya gharika. Bwana asifiwe. Nataka unifuate. Are you following me? Na kupeleka kwenye adventure ya neno. Sawa? Mungu ameongea na Nuhu kwamba tengeneza nini? Safina, kwa sababu nataka niharibu dunia. Watu hao wamejaa nini? Dhuluma. So I'm going to destroy the earth. Alafu Mungu anakaa kimya. Wiki moja mbele ndo Mungu anampa maelekezo. Ngoja nikuonyeshe andiko hili sije kananili baadaye ukasome vizuri. Haleluya. Mstari wa 4 sura ya 7 Mwanzo. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Bwana asifiwe. Kwa tunaona Mungu anakuja kuzungumza na Nuhu, anamwambia siku 7 zijazo ndipo nitafanyaje? Nitaachilia nini? Mvua. Nitaipiga dunia. Ila kabla sijakupeleka hapo, nataka nikuonyeshe point ya msingi wakati Mungu anazungumza na Nuhu, kwa nini alimchagua Nuhu. Ndugu zanguni, mstari wa 7, sura ya 7 mstari wa 1, Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Haleluya. Nimekuona wewe mwenye nini? Mwenye haki. Ukisoma sura ya 6 mstari wa 18, anasema hivi, lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Kuna kitu nataka nikuonyeshe kabla sijaendelea. Umekipata? Mungu anafanya agano na Nuhu. Anamwambia kwenye safina hii utaingia wewe na wanao na mkeo na wake za wanao. Uwe makini, unaolewa na nani? Hamjaelewa. Uwe makini, unaingia kwenye familia ipi? Kwa sababu Mungu ana uwezo wa kukuponya kwa kuwa uko kwenye familia ya masanyiwa. Haleluya. Amemuona Nuhu kuwa ni mwenye haki, lakini Nuhu, ili Mungu afanye agano naye, haji peke yake. Anakuja na mke, anakuja na watoto. Na wale watoto kwa sababu wameoa wake zao, wanapata nafasi ya kuingia kwenye safina. Wewe unachagua tu, kumbe gharika linampitia na huyo uliyemchagua. Mnapitia watu wote. Chagua mwenye haki wa Bwana. Bwana akigeuka ase, na unachuchumilia taji ya mwenye haki. Ndio maana tuliomchagua Kristo, hata wafanyeje tunachuchumilia kwa Kristo. Haleluya. Sasa hivi hata gharika ije, tunamwambia Mungu, tazama damu ya mwana kondoo. Yes, ndio tunachuchumilia hapo. Hatuna sehemu nyingine, hatuna ujanja. Bwana asifiwe. Ameingiaje mbinguni huyu? Damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe. This is my point. Namshangaa Mungu. Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika jamaa zako, nyumba ya baba yako, uende mpaka mahali nitakapofanyaje? Wakati anatoka, Sara anahusishwa. Lutu anapata nafasi kwa sababu ni ndugu wa nani?
wa Ibrahimu. Mungu anafanyaga kazi na family. Usiwe na haraka Margaret. Chagua familia. Kuna watu wametengwa na Mungu kiasi kwamba mabaya yakiwapata wewe hayawezi kukufikia kwa sababu uko chini ya neema. Haleluya. Haya, twende mbele, msifurahie tu. Nimewapa tu point ya kuwasaidia. Hiyo nilikuwa napita tu, ya wanaita ni wadhamini. Haleluya. Haya. Nuhu sasa ameambiwa na Mungu. Point yangu ni nini? Kaa kwenye maelekezo ya nini? Ya mwisho aliyokupa Mungu. Kipindi chote hapa Nuhu alikuwa anafanya nini? Unaweza ukaniambia ni muda gani tangia Nuhu aliambiwa na Mungu mpaka pindi Mungu alipomwambia kwamba ndani ya wiki moja ndio nitaachia gharika? Can you tell me how many days? Kama unasoma Biblia. In fact, guess. Nikurahisishie. Biblia haituambii, ila tunaweza tukafanya mahesabu kibiblia. Haleluya. Twende sura ya 5 mstari wa mwisho. Sura ya 5 mstari wa mwisho. Na kupeleka kwenye adventure, twende haraka nimalize. Nuhu alikuwa mwenye miaka. Nuhu akazaa Shem, Ham na Yafet, si ndio? Miaka mingapi? Nenda sura ya 7 mstari wa 11. Changamka katika chemichemi zilibubujika baada ya miaka mingapi? Akiwa na miaka mingapi? Huko alikuwa na miaka mingapi? Kwa hiyo kuna tofauti ya miaka mingapi? Nini ufanye wakati unasubiri ahadi za Bwana? Kaa kwenye neno la Mungu la mwisho. Yawezekana Nuhu angesema, "Ila Mungu alikuwa serious kweli? Anakuja kweli kuharibu dunia?" Sasa amemwambia tengeneza mikono 50. Urefu sijui uweke sehemu 3. Alafu amekaa kimya. Mwaka wa kwanza, wa pili, miaka 20, 30, 100 ndio anajitokeza sasa. Sasa ndio limekuja sasa. What do you do when you're waiting on the Lord? Bwana asifiwe. Nuhu ni mfano mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kaa kwenye neno la Mungu la mwisho. The last instruction God gave you is what you need. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na kusaidia. Maandiko yanasema hivi, Mungu akawaambia mitume, msiondoke Yerusalemu mpaka mpokee ahadi. Si ndio? Kuna watu hamjawahi kulisoma hilo andiko vizuri. Niwapeleke kwenye adventure. Yes. Twende kwenye Wakorinto tumuone mtume Paulo anasemaje. Nikupe tu mfano haraka kingine kakusaidie. What do you do? Kaa kwenye neno la mwisho. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 6. Biblia inasema baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Kwa hiyo hapa mtume Paulo anaonyesha kwamba kumbe Bwana kabla ya kupaa, kabla ya kuondoka aliwatokea ndugu wangapi? Twende kwenye Biblia, wangapi? Zaidi ya ngapi? 500, si ndio? Katika hao wengi wanaishi. Haya, Matendo ya Mitume sura ya 2. Wakati wa Pentekoste, Biblia inasema ndimi zilishuka kwa watu wangapi? 120. Kasome Biblia. Haleluya. Aliwatokea ngapi? 500. Aliposhuka siku ya Pentekosti, Biblia inasema walikuwa 120. Haya, toa hapo, wanabaki wangapi? 500 na 120. 300 na ngapi? 80 walienda wapi? Bwana amesema tusubiri. Sasa tutaishije? Hatuna kazi ya kufanya. Tukae tu Yerusalemu? Ngoja niende ushago nikasalimie. Wakati Mungu amesema tulieni, vita ni ya kwangu, anasema subiri. Kuna mtu ameambia msiondoke hapo mpaka hadi itakapo kuja. Kuna wengine wenda walikata tamaa. Na unajua tangu Pentekosti mpaka kipindi ambapo tangu ahadi Yesu alivyotoa ahadi mpaka kipindi cha Pentekosti, unajua ni siku ngapi? Siku 10 tu. Zilikuwa ni siku 10 tu.
Sema yani tumekaa hapa kila siku tunaomba tu, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Yani leo katuimbisha Clementina, ni tumeimba ushirika, Bwana alisema kuna roho atashuka. Ngoja nikatafute zangu mata kwanza. Unajua watu walipoteza nini? Walipoteza nafasi ya the day of the inauguration of the Spirit. Some of them were not there. They failed to experience the first experience of the Spirit kwa sababu ya kukosa kitu kinaitwa subira. Nazungumza na kanisa kwa sababu ni kipindi. Ukiona neno Mungu analitoa hivi ni kipindi. Mungu anasema maana yake wakati unamsubiri Mungu hakikisha unakaa katika neno lake la nini? La mwisho. Point ya pili. Usizae Ishmaeli. Usizae nani? Ishmael. Ishmaeli kwa Kiswahili nini? Ni Ishmaeli. Mtoto wa Hajiri. Ishmaeli. Asante. Ni Ishmaeli. Usimzae Ishmaeli kipindi cha kusubiri ahadi za Bwana. Haya, wengi mnafahamu maandiko haya. Tunazungumza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12, tunaenda kule kwenye habari ya Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim ya kwamba toka wewe katika nyumba yako, maana ninakuahidi nitakubariki, nitafanya uzao wako uwe mwingi, kubwa, si ndio? Atamuongeza, atamzidisha. Lakini cha ajabu ni kwamba Sara hakuwa anazaa. Sarah was barren. Sarah alikuwa ni tasa. Haya, habari zimeenda. Unaweza ukasoma mwenyewe maandiko kuanzia sura ya 12 pale mpaka kuendelea. Bwana asifiwe. Miaka imeenda, anakuja anatokea mkewe. Mkewe anamwambia baba nanili? Hakuwa baba nanili in fact. Anamuita nani? Anamuita bwanangu. Ambia baba, sikiliza, tunamfanya kazi hapa, tunaye Hajiri, uende ukaingie kwake tujipatie mtoto kwa sababu atakuwa mtoto wetu. Kwani Mungu alivyokuambia atakupa uzao, kwani alitaja jina langu Sara? Alisema kwamba lazima uzae na Sara. Ibrahim huenda akamwambia sikumbuki kama alisema exactly details. Kabia basi huyu ni mtoto wetu, nenda kwa Hajiri tuzae mtoto, tukishapata mtoto si ndo mtoto wetu. Ibrahim akasema okay, tufanye hivyo. Anafanyaje? Anaenda anazaa na Hajiri, anamzaa mtoto anaitwa nani? Ishmael. Ishmaeli ni zao la mwilini, sema mwilini. Ukienda kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 22 pale, twende pale. Mtume Paulo anakuja kutoa analogy. Analogy ni kufananisha kitu ili kiweze kuleta maana. Haleluya. Kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 22. Anasema hivi, kwa maana imeandikwa Ibrahim alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, sema kwa mwili. Yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu kwa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Haleluya. Kwa hiyo hawa watoto wawili wanakuja kufananishwa kwamba huyu mmoja anakuja kuzaliwa baadaye, ambaye ni nani? Isaka. Mungu alimwahidi Ibrahimu mtoto, lakini sio kwa tumbo la nani? La Hajiri. Alimwambia viunoni vyako atatoka mtoto, lakini ilipaswa awe nani? Sara mke wake. Kwa hiyo anakuja kupata baadaye, 25 years later after the promise. 25, you are going to bless me with children. Paka Mungu kila saa anampa uthibitisho, nenda nje basi, angalia nyota wa angani. Nyota za angani. Unaweza ukazihesabu? Siwezi, si ndio? Ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Lakini ilibidi asubiri. Sasa katika kipindi cha kusubiri alijikuta anamzaa nani? Ishmael. Ishmaeli tunaambiwa kwamba huyu ni mtoto wa mwilini, ni agano, yani ni kama sheria na neema. Huyu mmoja ni wa ahadi, huyu mmoja ni wa nini? Ni kama mlima wa nini inaitwa? Sinai. Unajua
moja kati ya kitu Mungu anakichukia ni watu ambao wasiofanya yale yanayompendeza. Lakini kitu cha pili ambacho anakichukia kinachofanana na hicho ni watu ambao wanafanya yale yanayompendeza kwa kutegemea nguvu zao. Hicho kinaitwa ni kitendo cha kuzaa mwilini. Yaani Mungu anataka alichokuahidi yeye umsubiri kwa nguvu zake kizaliwe. Usimsaidie. Kuna watu wanasemaga unajua kwenye maisha hata Mungu mwenyewe anasaidia wanaojisaidia. Ushakusikiaga hiyo statement? Mungu anasaidia wanaojisaidia. Hivi unajua hiyo sio injili? That is not the gospel. It's a very good statement inayoweza kuwafanya watu waamke, lakini Yesu alikuja kwa wasio. Manake anasaidia wasiojiweza. Kama unajiweza hakusaidii. The true gospel ni kwamba I am helped by God. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu anakichukia, kwa sababu sikiliza, mambo yote ambayo mtu anayafanya mwilini, mtu anaweza kadhani kwamba labda yale mambo ya mwilini aliyosema Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wagalatia pale sura ya 5, sijui ni nini uasherati na nini, hayo ni matokeo. Lakini mwilini ni zile jitihada zako, kwa sababu mtu iko hivi, Agano la Kale, sheria, ili mtu aweze kutimiza mapenzi ya Mungu, anajitahidi yeye kumpendeza Mungu, si ndio? Katika kipindi cha neema, Yesu ametusaidia. Tunampendeza sio kwa matendo yetu, kwa sababu ya alichokifanya nani? Bwana. Mtu anayeenda mwilini kwa matendo yake, manake anakana kazi ya msalaba.